mazingira. Nyumba kidogo ni kubwa, lakini huku kidogo vigarden vimepungua pungua, ila tu kuna vimaua maua tu baadhi. Lakini acha basi kwanza nikakuonyesha ambapo utakuwa unakaa. Kisha baadaye tutazungumza vizuri. Kuacha upumzike kwa na mimi nipo. Sasa hivi utabaki tu hapa. Lakini kumbushe tu. Utaratibu wetu ni ule ule kaka. Tumebadilisha mji tu. Haina shida bro. Haina shida, kuwa na amani. Mimi nikiondoka kama unavyojua tunakutana nje hapo. Sawa sawa. Hamna shida kaka. Basi karibu. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Mjomba, wapi unaenda? Alafu shangazi yako ameshakuandalia chakula. Alikusubiri wewe urudi shule ndipo ule. Na baada ya kumaliza kula ufanye mweki. Sasa sidhani kama hata kula umekula. Wapi unaenda mjomba? Mjomba wewe acha tu. Ila mjomba, ungejua ninachokifanya. Ungenipa hongera. Frankie. Njoo. Huo ni unga na dagaa. Nimekuletea umpikie dada ugali na umpikie uji pia. Sawa. Alafu kesho shule utatokea? Ndio.
tabia vimejitokeza hapa katikati. Nashindwa kukuelewa kabisa mjomba. Tabia ya kwanza, humu ndani siku hizi hauli. Sijui wapi unapokula. Na jambo la pili, siku hizi unachelewa sana kulala. Na hata kurudi nyumbani pia unachelewa. La mwisho, wakati mwingine ukirudi nyumbani huwa umechafuka sana. Sijui unacheza michezo ya aina gani. Sasa mimi kama mjomba wako nashindwa kukuelewa kabisa. Na kama shangazi yako anakutesa, ni bora ungeniambia. Umeelewa vizuri Samili? Mjomba, mimi shangazi anitesi. Mjomba, hivi viatu nilivyovivaa si saizi yangu. Una maana gani kusema hivyo? Nina rafiki yangu ambaye hajiwezi yeye wala dada yake, na mimi ndio nimechukua jukumu hilo la kuilisha ile familia. Wewe mjomba, wewe una uwezo gani kulisha familia ya mtu? Mjomba, hela hiyo ambayo unanipa mimi niende nikatumie shule ndio ambayo tunagawana mimi na rafiki yangu, 500 mimi, 500 wewe, au ikiwezekana sichukui hata kidogo. Huyu rafiki yako gani? Ni rafiki yangu ambaye anaitwa Frankie. Anaishi wapi? Anaishi hapo bondeni. Na dada yake hana hali nzuri kabisa. Unaweza kunipeleka kwa huyu rafiki yako? Ndio. Ila kwa sasa muda umeenda sana. Sawa, hata kesho tunaweza tukaenda. Ndio. Sawa, nimekuelewa. Nenda ndani. Dada. Frankie! Dada huyu huko. Dada. Chela. 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 Vipi ndugu yangu? Mbona siku hizi sikuelewi? Chela. Siku hizi mbona sikuelewi, ni ndoto yako vipi? Kuna mambo yananichanganya sana. Mke wangu ananichanganya. Tena ananichanganya kuliko chochote kile. Naweza kusema siku hizi shemeji yako amebadilika sana. Amekuwa na mienendo tofauti. Yaani amekuwa ni mtu ambaye
nashindwa kumwelewa, lakini shemeji yako anachepuka, ananichepukia. Nikiwa naondoka nyumbani, mara nyingi napenda kuacha fedha isiyopungua shilingi 5,000. Hii ni fedha ya kula, lakini kitu ambacho kinanistaajabisha, ninaporudi jioni nakuta chakula, yani hata thamani ya pesa yangu ni ndogo. Sasa nabaki najiuliza, pesa hii niliyoacha inafanana na chakula ambacho nakula saa hizi? Lakini najikaza kutokana mimi ni mwanaume tu. Sidhani. Ujue kawaida ya mwanamke huwa wana akili ya ziada. Hiyo shilingi 5,000 yako ambayo wewe unamwachia, kuna vijisenti uwaga wanaviekaga pembeni. Unanielewa sijui? Nadhani ni hivyo ambavyo vinasababisha vitokee hivyo vitu vingine. Lakini kwa mimi ninavyomjua shemeji yangu, hawezi kufanya vitu kama hivyo. Hawezi kabisa. Mimi nahisi kutakuwa kuna kitu. Nahisi atakuwa tu ananizunguka. Yaani acha nifikirie ninavyofikiria, lakini ananizunguka. Mimi ni kama nimekushauri tu kama rafiki yangu, na natumaini ushauri unaokupa ndio una maana zaidi. Jaribu kumwamini mkeo. Mkeo ndo kila kitu. Wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana, na hakuna kitu ambacho mimi nitakuficha wewe. Tena pengine nikikwambia unanipa ushauri mzuri kabisa. Frank, leo mbona sijakuona shuleni? Leo sikuja shule kwa sababu dada alikuwa amechemka sana. Na huku kuanza kutaisha lini? Kutaisha pale dada yangu atakapopona. Hivi Franki, nikwambie mara ngapi usiwaze sana. Na kama dada yako usipopona, kwa nini unasema hivyo?
nilikwambia na kama dada yako asipopona, kwa sababu leo hujaja shule kwa sababu ya dada, sawa, nimekubali. Je, maamuzi ya Mungu asipone? Atapona tu kwa uwezo wa Mungu. Hivi Frenki, kwa nini unawaza sana hivyo? Hivi mimi niongee mara ngapi? Usiwaze sana Frenki. Unaweza ukajiletea matatizo wewe mwenyewe. Kuna kwa hivyo rafiki yangu, ni kweli unachokisema, lakini imefika wakati mimi nashindwa kujizuia. Nasikitika kukuambia kuanzia leo shule mimi basi. Yaani kwa hiyo ndio hautakuja shule kwa sababu ya dada yako? Baba yangu kabla hajafa alimwachia maagizo mama yangu atulee sisi, mimi na dada yangu. Na mama yangu kabla hajafa alimwachia maagizo dada yangu anilee mimi. Cha kushangaza, kabla dada yangu hajanilea mimi ndio namlea. Hiyo ndo sababu leo kufanya wewe kuacha shule? Ndiyo. Dada atapona Frenki. Dada atapona. Na wewe endelea na masomo yako kwa sababu hiyo elimu ndio itakuwa kulipa wewe baadaye. Hivi unavyofikiria wewe ukikaa nyumbani, nani atamsaidia dada? Like ndio, yani mimi ndio kwa wewe ndio na matatizo mimi napitia dada. Yani nashindwa kujizuia ni dada yangu pale nikimwangalia katika hali ile. Hata kama ungekuwa na mawazo Frank, na ndio maana nikavaa viatu vyako. Kila siku niko hapa kwenu. Nikienda shule niko na wewe. Nikirudi shule niko na wewe. Sasa kwa nini leo nikuache mimi? Na kila siku nakwambia usiwaze sana Franki. Lakini kwa nini upendi kunisikiliza? Mimi nakusikiliza sana. Hata hivyo, mimi nishaongea na mjomba tayari. Na anaonyesha mwangaza wa kutusaidia. Mjomba yako unavyofikiria anaweza kutusaidia sisi? Namjua mjomba wangu. Na ninamwamini pia. Na ndio maana nikamwambia hili. Sio hivyo. Dada yuko wapi? Dada yuko ndani. Najisikia vibaya. Pamoja. Jackie. Kuna nini? Mbona uko hivyo? Ujue mume wako ashajua kama wewe unachipuka. Kajua? Kajua. Kajua kama kuna mwanaume anakupa hela. Alafu cha ajabu, mimi sikupi pesa. Hasa ndio mnakopesha. Mimi nataka nifahamu. Anayekupa wewe pesa ni nani? Nisikilize. Mbona unajipa jakala moyo? Sikiza nikwambie. Mama wangu ana wivu tu. Lakini hajui chochote kuhusu mimi na wewe. Na hizo pesa? Yupo ndugu yake anayenipa pesa ili nimtunze mume wangu. Kwa na amani. Basi mimi jana akaja nyumbani. Ananichimbia mkwala. Kwamba huyo mtu atamfuma na mtu wake. Mke wake. Atachomfanya. Mpaka mimi mwenyewe sasa moyo wangu ukawa mbio kweli kweli. Achana naye hivi, kuna msumbua. Kwa Kwa kweli yule mmeo ana mikwala.
Yaani mpaka nikasema leo pressure hii itanipanda hapa hapa. Ndo mzoe, usifikie hapo mzoe tu bwana. Sasa leo inabidi nikutoe. Sijuzi tu lakini. Leo inabidi tutoke. Ndio mnimesi? Na wengine tena zaidi ya hilo. Napendaga show zako sasa. Hata usijali. Sasa leo nimeandaa malaizi. Wow. Alafu na double malaizi. Kijumlisha 3. 6. Nilisahau. Kazi anayo. Basi twende. Ila omba tu asijue. Atajuaje? Mjomba, huyu ndio rafiki yangu mwenyewe na huyu ndio dada yake. Hapo unavyomuona, haongei, hasogei wala hatembei. Sawa. Frankie. Naam. Pole sana mjomba. Asante mjomba. Lakini kikubwa hasa dadako anasumbuliwa na nini? Mjomba. Ni story ndefu. Sawa. Frankie. Samiri alinieleza vitu vingi sana kuhusiana na maisha yenu wewe na dada yako. Na kikweli mimi kama binadamu nimeguswa. Na nikamwahidi Samiri kwamba nahitaji niwaone na ikibidi niweze kutoa msaada wangu ama kuongeza nguvu katika hili. Nimejisikia vibaya sana. Na leo nimejishuhudia mwenyewe kwa macho yangu. Sina sababu ya kuweza kuwatupa. Kwa namna ninavyokuona wewe sasa tuna mjomba wangu Samiri. Sasa nafikiri muda huu tusipoteze muda. Kutokana na hali ya dada kama hivi ninavyoweza kuiona hairidhishi machoni. Muda huu nafikiri acha nitoke nikafuate gari kwa ajili ya kumchukua dada tumpeleke hospitali. Nafikiri msaada wangu utaanzia hapo. Sawa Frank? Kwa hiyo nafikiri kuanzia sasa hivi ondoa hofu, usiwe na mawazo na chochote kinachokukuta usisite kuja kunieleza ama mtume Samiri atakuja kunielekeza mimi. Sawa mjomba? Basi nisubirini Samiri baadaye kidogo. Sawa mjomba, nashukuru. Nilikwambia Frankie, mjomba wangu namwamini. Ndio maana nilimwambia haya yote. Dada atapona. Sasa nimeanza kukuamini. Nashukuru kwa kuniamini. Sawa. There are some roads you walk alone, but only you can try. Imani simuda utakuja kupona. Utakuja kuongea. Tutakuwa tunasikilizana. Mimi nimemkosea nini? Nimemkosea nini? Kama unanisikia, nakuomba uniponyeshe dada yangu. Yeye ndo kila kitu kwangu. Yeye ndo baba yangu, yeye ndo mama yangu.
nakuomba unipe faraja. Hii hali peke yangu siwezi. Najua unanisikia. Naomba unipe faraja katika haya magumu ninayopitia. Mimi bado mdogo sana, lakini umenipa majukumu makubwa. Na sijui kwa nini umenipa haya majukumu.